sikiliza, that is nourishing our salvation. Hata kama nitaambia Mungu ya kwamba leo asante Mungu kwa ajili ya kunilinda nimeamka nikiwa salama, that is the nourishing our salvation. Hata kama utafika pale kazini awaambie mtu ya kwamba by the way unatambua ya kwamba Mungu anakupenda, that is the way of nourishing our salvation. We are renewing day by day. Praise God. So wakati unatambua ya kwamba I need to renew my salvation day by day, you will continue remembering that day. Lazima nikuwe na ile Bible yenye wewe na alamu hapo mbele inakwambia kwamba inakurushia kabasi, soma kabasi. Sasa imefika omba hata neno moja. Praise God. Sisi tunatambua ya kwamba kuomba lazima uombe 1 hour, lazima uombe 2 hours kuomba. Even na 5 minutes. Na unaamini Mungu na Mungu anashuka anatenda. Praise God. So in our salvation day, we need to remember those things. Praise God. So wakati ukiwa salvation yako ikiwa renewed, salvation yako ikiwa mpya, tayari kuna vitu vingine wewe mwenyewe zitakuchoka automatically. Praise God. Sababu zile vitu chafu zitakuwa zinajichunga zenyewe zikifanya nini? Zikitoka. Sababu your salvation is always new daily. Praise God. Si tunajua nguo mpya. Ukinunua nguo mpya leo ukivaa hata hitaji kupiga pasi. Praise God. Ile nguo imenyooka vizuri, unaivaa ikiwa mpya na unatembea kila mtu anajua ile nguo ni mpya. So wakati unarenew your salvation day by day, unatembea na kitu mpya kila wakati. Hakihitaji nguvu mingi. Kile kitu kenyewe kinaendelea kuchunga uchafu kikiangusha chini. Praise God. Wokovu wenyewe utaendelea kuchunga nini? Uchafu. Wakati unakutana uchafu, ni wokovu wako unajitetea. Unasema ya kwamba unatambua umeokoka. Kile kenye unaenda kufanya si kizuri. Unarudi unasema ya kweli nilikuwa nafanya kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu your salvation is always new. Praise God. Let's read Romans 10. Romans 10:9. Warumi 9. Mstari wake mdogo wa 9. Kitabu cha Warumi. Warumi 9. Warumi 10. Mstari wake mdogo wa 9 hadi wa 10. Warumi 10. Mstari wa 9. Yeah. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Warumi 10 mstari mdogo wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 nasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. 11. Achia 10 hapo. Praise God. Amen. Kwa wale wanasikia English version, Wajaluo, sio? If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Praise God. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and saved. Praise God. Unapokiri na mdomo yako, unapoamini ya kwamba Yesu kweli alikufa na akafufuliwa, praise God, na unaokoka, you are saved. Praise God. Sababu sisi ukienda kama Waislamu hawaamini ya kwamba Yesu alifufuliwa, si ukweli? Wao wanaamini tu vitu zao. That is why wao waamini ya kwamba kuna kuokoka. Waislamu hawaamini ya kwamba there is life after death. Si ukweli? Hawaamini hiyo vitu kama hiyo. But we as a Christian, we
utaifanya ikuwe mpya day by day. Utaendelea kuibembeleza, utaendelea kuitenga, utaendelea kuimwagilia maji ili isikufe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unatambua ya kwamba Yesu atuka aliyekufa kwa ajili yako. He really wept because of the love he has for us. Praise God. He died because of this salvation yenye tuko nayo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. He died because of this salvation. Hallelujah. But tulichukulia for granted. Some of us we take it for granted. Praise God. Some of us we take it for granted. Ya kwamba ni kawaida. Ya kwamba si walevu wanakunywa na wanaishi. So hata mimi niko tu sawa vile nilivyo. Praise God. We take this salvation for granted. Hatujui uchungu yenye ule jamaa alipitia anapogongwa nini? Misimani na mijeledi kwa msalaba, akilia akisema Eloi Eloi. Praise God. So wakati unakaa chini unasema ya kwamba hata ya mada ni mimi mzazi nilizaa mtoto, sasa ni mtoto wangu anagongwa hivi anagongwa hivi. Sometimes I come to sit down, ninajiuliza kwa nini makanisa mingi iko na wamama? Sasa zingine huwa nijibu mwenyewe nasema maybe kanisa limejaa wamama ndio wanajua uchungu wa mwana ama ni vipi? Praise God. Wamama ndio wanatambua ile uchungu yenye Yesu alikuwa anagongwa misimari. Mtu tumbo linakatika, unaona kigongwa mtoto wako ndiye anagongwa nini? Misimari. Ile mijeledi anapikwa, anafanywa nini, wewe kama mama utumbo inafanya nini? Inakatika. Praise God. Hapo ndio unapata makanisa mengi iko na wamama. Hapo ndio unapata Yesu alikuwa anatembea na nini? Na wamama. Walikuwa wengi. So wakati tunakaa chini tujiwe kwamba we as a lady we feel a lot of pain sometimes. So we don't have to play with our salvation. Praise God. Hatufai kucheza na nini? Na our salvation. Tusimame na wokovu wetu na tuutetee, tuifanye ikuwe mpya kila wakati. Na mimi ya kwamba sometimes mambo inaweza kuwa magumu. Najua. Ya kwamba sometimes you feel like you are alone. Sometimes you feel that this salvation is wasting your time. Praise God. Kuna mbosi wangu supervisor mwenye tulikuwa naye alitolewa pale. Akawa ananiambia ya kwamba yeye alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa anapenda kanisa sana. Na yeye alikuwa mwalimu wa Sunday school and also she was a praise and worship. Among praise and worship. So wakati alikuwa anafanya zile vitu, na alikuwa anakaa very decent. Anavaa suti by that time. So ikafika mahali anaona ndani ya wokovu ndio. Anakaa anapata hana bwana. Ndio anakuja apati bwana. Mwaka inaisha, mwaka ingine, siku zinasonga anaona akaniambia kwamba aliamua kuachana wokovu aende apate bwana. Praise God. Alipata kwanza wakiwa kanisani ati wanataka kufanya wewe. But the man was a good man. Wale good man wa kanisa zile kondoo zenye zinakuanga kanisa zile zenye zimevaa makope. Ngozi ya kope. Praise God. Ati wanaume kwa kanisani sasa ndio mzuri. Hawa wanaume wa kanisani sifikirie ni wazuri wote. Hawa they are rich. Sometimes wengine ni very rich. Mwingine amekuja hapa tu kukuharibu uaguke. Praise God. So all of them are not okay. Hata ni watu wengi wanapokuwa na waombea. Praise God. So jamaa huyo demo alisema nikapata wa kanisa, tukapata wedding. Kumbe ile ng'ombe ilikuwa ng'ombe. Afadhali
Wakitengeneza safina. Sasa ile kasukuru utaiweka walikuwa upande gani? Ng'ombe unaweza kamua maziwa ufanye nini? Ukunywe. Ile sijui ilikuwa kitu gani. Ilifanya akaanguka wokovu, akarudi hivyo vile alikuwa siku ya zero. Na by the way hata sasa hivi ukampea maiki aiba hawezi akaiba. Ilienda ikaenda yote fiu. Usumbufu. Alirudi bila alikuwa hapa ni usumbufu. We. Karudi hivyo. So salvation yake yenye alifaitia kwa hiyo miaka yote alikuwa anasumbua. Ilikuja ikabanish because of a simple the so called man. Tengeneza safina for how many days? Praise God. For how many days? So sometimes unaelewa ya kwamba mambo inaweza kuwa magumu. Unaweza ona vitu zingine zinachelewa nikiwa ndani ya wokovu. But kukaa ndani ya wokovu hakika ni kitu cha msingi sana. Kinasaidia, kinakuokoa, kinakusimamisha. Every time ukiwa ndani ya wokovu, you will look young day by day. Praise God. Ukipata ule mtu mwenye hayuko kwa wokovu na ni mlevi, ukikutana tukisimama na yeye hivi hata tunashare age. Alikuwa mtiifu. Ni mzee akasema kwamba siniupe. Sini mzee zaidi. Hata nikimwambia huyu tunatoshana miaka atasema ya kwamba mtu atasema hiyo Mungu. Walikuwa wanasumbua. Mwingine hata unamchinga pia ni sana. Lakini ukimuona mtoto wenyewe amezeeka kanakaa kale kachosho. Hivyo ndio walikuwa wanasumbua. Praise God. So that be our salvation. When we nourish it daily, it helps us to be also nourished outside. Praise God. John 3:6. Kwa maji, ndio safina inatembea juu ya maji na hizi salama. So, Noa akatengeneza Yohana 3:6. Not 6:16. Sorry. Wanasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Praise God. Kwa maana jinsi hii vile Mungu alivyo upenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili amwaminie na aishi maisha ya milele. Praise God. Yaani mtu kutoa mwanake wa pekee kwa kuripu. Lakini sometimes huwa wakati najiona ya kwamba tunachezea wokovu ni ukana kwamba ni kwa sababu mwenye alitoa mtoto si wewe. Haikuumi. Praise God. Unajua ile kitu za zingine huwa nasema ukiwa na mtu kwa nyumba alafu anaharibu enda peke yako. Anapika ugali yenye inatoshana hivi. Alafu anaenda jenga peke yako. Yaani sukari amechukua chai, amepika chai, anachukua sukari kwa anamwaga ndani. The next few hours hivi hiyo chai imeenda kufanya nini? Itapanda juu ya ngamia. Hii mafuta mboga hivi yaani ukiona mboga unafikiria ya punda maji ndani. Praise God. How do you feel it? Itapanda juu ya ng'ombe, itapanda juu. Ikifika kwa chakula huwa tuna feel so painful. Sio? Lakini ikifika kwa wokovu itaking out. Sisi tulitoa Bwana. No, anatengeneza. Praise God. Sisi tulitoa nini? Wanasema Bwana alikuwa waambia sisi sasa hiyo inahusu Mariana na Joseph wake huko. Wakakataa. Praise God. Atia inahusu nani? Mariana Joseph sivyo? Bwana sisi tulimtuma. Tulimwambia wacha sisi tumajuke. Wokovu sasa ni ya kazi gani? Praise God. So lakini Biblia inatuambia kwamba alimtoa kwa upendo ya ulimwengu. Ulimwengu kwani ilikuwa nini? Ni hii jumba hii. Sisi. Aliutoa kwa sababu ya sisi. The same way you buy food kwa sababu ya jamii yako. That you waste ni mmoja. You feel pain. That is how our God feel pain. Yeye alitoa akiwa peke yake kwa sababu ya sisi wote, lakini sisi tunamlet down. Praise God. Tuanze kutafuta wokovu wetu na tumwamini Mwenyezi Mungu. Tumwamini tupate uzima wa milele.
We are dormant because we don't value our salvation. moja. Niko na miezi mingapi? That is why we are dormant. Nige sawa. We are here more than 80 people, 80 members. Sindio? But wengine they don't value their salvation. Hawana haja nayo. Praise God. Ni kama uchukue kitu upe mtu halafu sababu pia alinunua anafanya tu hivi. Anaweka hapa. The next thing pata pale inakuuma ndani yako, lakini sasa unashindwa vile utafanya nini? Unataka umpige viboko, unataka umuue, unataka umfanye nini? Hadi huyu unafikiria mambo mengi sana. Our children do think a lot. Huwa anafikiria akiona mtoto wake mwenye alikufa kwa ajili yake anafanya vitu havieleweki, inamuuma mpaka anashindwa nimpige rangi ya ng'ombe, nimfanyie nini? But our Jesus indeed is God. Yeye huwa anasema nimekusamea mtoto wako, nimekupea another chance, nakupea muda mwingine wa kujifikiria. Praise God. So here we are playing with salvation. Sababu hatujui maana yake, sometimes sijui tunajua lakini tunapuuza. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna ile uchungu ya wokovu. Hatuna ile uchungu ya kujua tuliwakwea na unakari this salvation. The only message we need to hear, barikiwa, receive it. Hey, utapata nyumba na una kazi. Utapata gari na una kazi. Saving yako ni shilingi 10. Umemuuliza kile kitu hata 10 hauna. Ya mshwari umekopa. KCB pesa umekopa. Pesa yenyewe umekopa. Tukienda Kana wewe hata uachi. Umeenda Kana pia umechokora hiyo vitu yote ya Kana. Hiyo maburaji zote umechokora zote. Sasa ni vile vitu walisema tuaje kukodea huduma hiyo madeni inaweza kuua mapema. Nikakunyima. Praise God. Lakini sasa hapa mimi namaliza receive. What are you receiving? Unamaliza hewa na hata jana siku kuna usiku. Praise God. So that I tell you the good of salvation. Uanze na salvation. Ndio tuanze nini? Receive. Praise God. Ndio maana unaona we are dormant. Mwingine alikuja kwa namna ya kufanya nini? Ya kureceive. Na akakuja akapata sisi tukakuwa nini? Salvation na repentance. Yaani Mungu anafanya vitu tofauti. Utapata mgeni leo anakuja leo siku 100. Na si mimi nimehubiri salvation. Utapata mhubiri atasimama pia na kitu kingine inaenda na salvation na kutubu. Sasa mgeni anashinda, sasa tunakuja kufanya nini? Nilitarajia nitapewa mafuta, nitaambiwa receive, nitafanywa deliverance. Praise God. Deliverance without salvation, it is nothing. Praise God. Deliverance without salvation and repentance is nothing. Ni kama uchukue mafuta, uchukue ungo ipake nini?